Na tukikosa hata ya sukuma tunakimbiaka kwa nani? Kwa Kanyari, kwa sababu ni baba ya kila mmoja wetu, si ndio? Na leo tumekuja hapa, mimi sitaki kudanganya, najua niko kwa kanisa. Sikuwa najuana na huyo Petibayo sana, lakini najua nani? Na Kanyari, na unajua shida ikitokea kwa bomba, unasimama na yule mtu ambao unafanya nini? Unamjua. So Kanyari, mimi na familia yetu yangu na salamu za wakisi wote tunasema pole Prophet Kanyari, tuko pamoja na ujipe nguvu. Tunajua wakati ni mgumu, lakini jipe nguvu na sisi tuko pamoja na wewe. Asanteni sana. Na mimi niko single. Kwa hivyo nikitoka hapa, nitoke na mtu na ikiwezekana akuwe wa mlima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Bishop Chichi. Mimi Bishop wa Majenzi ama matiktoka. Mimi historia yangu na Betty ni historia mrefu sana. Mimi nilikuwa naishi kwa Bishop Kanyari. Petibayo alituokota town tukiwa na bahati. Tukaenda kuishi kwa Bishop Kanyari, kwa Pastor Kanyari. Kwa hivyo mimi naona nimepoteza mama aliyenisaidia katika maisha yangu. Wimbo yangu ya kwanza nililipiwa na Petibayo. Akienda kuaga, wacha niseme hii, akienda kuaga akaniuliza, nilikuwa na stress, nilikuwa natukanana kwa mitandao. Nilikuwa na stress. Hakuna mtu alikuja akaniuliza, "Shake ni nini inakusumbua?" Lakini Petibayo aliniita. Kuniita akaniambia, "Kijana yangu, tuliongea utumikie Mungu." Hapo ndio jina Bishop Shake ilitokea. Sasa akanilipia studio. Sasa hivi niko na wimbo mpya. Na ni Becky alinisimamia akienda kuaga. Na tukimaliza mimi ni mwimbaji. Hiyo wimbo nataka tutaimba na dad hapa. Ndio, barikiwe sana. Praise God. Praise God again. My name is Kela Maloba and Bishop Kanyari. Kindly receive my condolences to the entire family and the whole church. Poleni sana. And in the book of Proverbs chapter 18 verse 10, it says, "The name of the Lord is a strong tower, and the righteous runs to it, and they are saved." So Bishop Kanyari, just keep on God, all will be well. Praise God. Praise God again. Hapa ni mwanzo wa Mombasa. Ninaweza dadi pole sana. Natuma rambirambi zangu. Na dadi amekuwa akitusaidia. Watu wa Shirandako hapa. Dadi amekuwa akitusaidia sana. Saizi tumshikilie na tusimwachilie mpaka watu wa Njiru. Tumshikilie dadi, saizi ni wakati mgumu sana ambao anaupitia. Praise God. Naitwa Jude Magambo. I'm happy to be here. It's the very, very first time to be here. What I can say, Pastor Kanyari, may God bless you and may you have peace. Yeah, and let's wait in the rest of peace. I love you. God is good. God is good. And all the time. Amenitwa Obidandela ama Bwana wa majane. Na sasa hivi tumesikia nabii ni Bwana wa single mom. Nabii alisema Bwana wa single mom, and we love what he's doing and supporting us. Nilisikia tu nabii ana shida moja hapa, kanisa imejaa wazimu wamekuwa wanakusumbua. Naomba hiyo pepo ya wazimu ikeme. Pepo ya wazimu ishi. Nauliza swali moja. Mapenzi ni ya Patelo nani ama ya Kanyari na Sky? Mapenzi ni ya nani? Tunakupenda sana Prophet Kanyari. Mimi hata baadhi yako walikuja kafanya inakuwa sherehe moja kubwa sana. Na Kanyari habagui mtu yote, kwa ni maskini tajiri. Kanyari dawa yake potosha Pamanganate inakata cross. Anasaidia kila mtu, si ndio? So tumshikilie Kanyari na kwa mazishi ni daze tumsindikize, si ndio? Tunatambua Kanyari ndio mtu wetu na tunakupenda sana.
Na kwa familia pia Betty Bayo na wakina Tasha bado tunawapenda sana. Na kwa nia ni dakika mwisho. Asanteni sana. Praise God once again. Kwa majina naitwa Margaret wa Moyo, kwa mitandao nanijua kama Moyo Cortez ama Mama Gael, and I'm from the famous Kamodos family. I'm the fourth daughter of Virginia, na nimekuja hapa nikirepresent my company. Tunafanya kazi na Good Start Adventures, and I've known you through my family, but nilikuja huku for the first time through Good Start Adventures. Na mimi nitasindikisha pole zangu na 5,000, and may God bless you. Bwana asifiwe. Ikisema pastor tunasema Kanyari. Pastor? Yeah, mimi naitwa Bishop, sorry. Mimi naitwa MC Joshua, Familia TV. Najua umekuwa mkiniona pale kwa screen, lakini leo mmeniona face to face. Sikunipigia makofi. Yeah, Pastor Kanyari ni pastor wetu na tunampenda tu sana. So leo tumekuja kumwambia pole. Pastor Kanyari pole, kwa familia pole, kwa kanisa pole. Na tuendelee kushikilia Pastor Kanyari, si ndio? Maneno ikiwa tu pale mshirika wa hapa Sun Healing Ministry. Prophet, tumekuwa na wewe, nimekuwa nikituma rambirambi zangu kila siku, hata leo nitatuma rambirambi zangu. Pole sana. Na kwa wale ambao wananitazama, nishikilie, nimeona rafiki yangu Nyedaika, unajua tunasimama kule Katongora Ward. Nasimama Katongora Ward MCA na kiti cha DCP. Leo nitakuja kunisupport. Na my sister, thank you so much kwa kukuja kushikilia Prophet, is a good person, na asanteni sana. Good afternoon. Praise the Lord. My name is Georgiana. In TikTok I call Welding. And Dad, we are very sorry for what happened. We love you so much. You know that I've been there for you since the time this thing happened. And I do welding, and I'm sponsoring that youth. And here also I should sponsor other students who needs to do welding, so that we can help them to know what they should do in Jero. May God bless you. Everyone who has come here, we love you all and we are happy to see you. Thank you. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe. Unaniona? When I say we, unasema wa. We? Kwanza ni kwamba tulikuwa tunampenda Mama Betty Bayo. Betty Bayo used to sing songs that inspired us. Hata tukiwa wadogo, I grew up knowing Betty Bayo. The second reason is because of our prophet, Bishop Kanyari. And this is because he's one of the most supporting TikTokers. Bishop, I told you, I have been here before when we were fighting for Finance Bill 2024. Munakumbuka? I was here before, and Bishop stood with us, and that is going to fake. I will tell you the truth. I will be with you when you are with us, and we will be with you when you are with us. Sisi hatujua kufake, and you are our bishop in TikTok. People may talk, people may say, but I will say, we are with you because you are our bishop. Juzi, 2 years ago, nilikuwa hapa na nikasema, those who don't judge us, we will not judge them. They judged us, they told us msikuje kwa makanisa zetu, walituambia tusikanyage huko, but you welcome to me, you are my father. Ladies and gentlemen, sisi kama TikTokers, we are mourning, and we are mourning for our fellow content creator. Mama Sky alikuwa ame-create Sky as a TikToker. Most of us wanajita TikTokers, but Sky had more followers than even Gilega Wachai. So Sky is a TikToker than all of us. Tukiwa hapa
tunasimama na TikToker wetu, tunasimama na one of us. Ya mwisho kabisa ni kupitisha rambirambi zangu kukuambia pole sana, and on behalf of the Githaiga Wachai team tunakuambia pole sana na tunapitisha our stories, and we are mourning with you, we are standing with you. TikTokers hoye! And anytime that Bishop Kanyari will need us, I want to say this, it is very unpopular, but I want to say it because I want to be very clear. Bishop wa OTC. Anytime that you need us, Bishop Kanyari, I, Samuel Githaiga, and others, we will stand up for you because you stood up for us. Na nataka kusema without fear or contradiction. Sisi TikTokers, we the TikTokers, we will stand up for Baba Sky anytime Baba Sky needs us. Na dakwiro Bishop wa partner wako. Anytime you need these guys, anytime you need MC Chris, anytime you need TikTokers, maaga ito makoro. We have faced a lot, we don't fear anything. Na hibiria beti ya hii, beti ya turadibire iduode, ni mami witu iduode. Na gutiri modu wa twira, she's my mother more than she's your mother. She's our mother, all of us. And nobody is going to stop us from mourning Mama Sky. And we are going to be with our father, and we will support our father regardless of what happens. Muko tayari? Muko tayari? TikTokers, I want to be assured. Muko tayari? Shoshe Achira, muko tayari? We will stand up with our bishop when he needs us. Na dawa huko, these ones. Those who quote me can quote me better. That we will be there with Bishop anytime the Bishop needs us. You are our father, you have supported us, we will support you. My sister Betty Bayo, rest in peace. They are going away. God agweke mahali pema peponi na pastor wetu and your children. We are sorry that we pitisha condolences zetu as TikTokers. Peter Kelly said hi to you. Na watu wote wamesema nikuambie pole na pole. Asanteni sana, Mungu awabariki. Bishop ananiuliza nasimama wapi. The last time I was here I said it, and today, although it is not the best time to say it, I will say it again. MCA aspirant Zimmerman Ward, Pale Roysambu constituency. Anybody from Zimmerman Ward, tuko pamoja, na wakati huo ukifika tutaongea, because we are not headed in the right direction, lakini tulisema lazima tuongee na Mungu awabariki. Asanteni. Gaile mwega na hende shule. Asanteni sana. Yangu itakuwa machache, na kabla nizungumze nimepatiwa nafasi na kiongozi wetu hapa niweze kuwajulisha wale viongozi ambao tuko na wao hapa, na niliona nitangulia kutupatia wanasiasa wale wanapigania viti hapa. Kwa hivyo hatutarudi hapo. Pengine nitaita, niko na mbunge pale kutoka Rally constituency, anaitwa Kiari Kenneth, anapigania kiti Rally constituency na chama cha DCP. Niko na mbunge mwingine hapo kutoka Githunguri, tuwapigie makofi. Anapigania kiti ya ubunge kutoka Githunguri. Watatusalimia kwa ufupi, na wale ambao wamekuja hapa pengine hawajapata nafasi ya kutoa msumari kama mimi, ni vizuri tukumbuke, kwa sababu kiongozi wetu, nimeangalia hapa nimeona zile boxes ziko ni za tithe na sadaka, na kwa vile ambavyo leo si Jumapili, nafikiri hatutoi sadaka, tumekuja maombolezi, kwa hivyo tutatoa msumari, si ndio? Kwa hivyo wale ambao wamekuja pengine sawa sawa.
Tutasalimiwa na hawa, halafu tutaita hawa wengine tukiendelea. Karibu Kenneth. Asante. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina yangu ni Kiari Kenneth ama Jeno KK. Mimi ni kijana shupavu wa kutoka Mrima. Na huko sisi majenzi tunasimama na Kanyari kwa yale yamempata. Ni rafiki yangu sana na namwambia pole sana kwa yale amepata familia yake. Na mimi kama kijana ambaye ametoka pale Kiambu mahali panaitwa Rari, niko na mambo chache tu nataka kuongelelea hapa. Ya kwanza kabisa, nimeona nataka kushukuru wana TikTokers wote kwa kuja kushikilia Kanyari. Pia nataka kushukuru content creators wote kwa kushikilia Kanyari. Na pia watu wa hapa Njiru. Hebu watu wa Njiru mjipigie makofi. Mmefanya kitu ya maana kukuja kulia na Prophet wakati anapitia wakati mgumu, amepoteza mama ya watoto wake. Na mimi niseme hivi, juu nimeona nyinyi ma TikTokers unashikana pamoja, na nikasikia Githaiga akiwa amesimama hapa akasema watasimama na Kanyari. Kuna mambo nimekuwa nikiona pale kwa mtandao ati kwamba Kanyari hatapewa watoto wake, na hiyo ni jambo ambalo hatuwezi kubali, si ndio? So sisi tunasimama na yeye. So hiyo mambo inaendelea, hiyo mipango ati baada ya mazishi watoto watapelekwa sijui Amerika, vitu kama hizo zimekuwa zikiendelea. Mtakubali hiyo? Si Kanyari amekuwa akisimama na nyinyi watu wa Njiru? Si alitoke ile tuandamane tuhakikishe ya kwamba hawa watoto hawajaenda mahali? Ni lazima watoto waende kwa baba yao. Hakuna saa zile baba wa kambo anazalea watoto wakati baba mzazi ako hai. So wao wanaeneza propaganda na kujaribu kuonyeshana kwamba kiongozi wetu ama prophet wetu hapa iko na watoto, wanakosea sana. Na ule mtandao, kwa sababu tulikuja tukachomea nyama pale na Kanyari. Na sisi hatukuwa tunachoma nyama kwa madhabahu hiyo mnasema. Sisi tuko tunaonyesha vijana jinsi ya kutafuta pesa. Hiyo ni mbaya. Si ni sawa sawa hiyo? Na tunaona kiongozi wa Gen Z hapo hapa. Kiongozi wa Gen Z Mr. Frank ambaye ni presidential candidate anasema anasimama president wa Kenya. Hebu pigieni makofi. Vijana wakijituma tunawapigia makofi na tunawasaidia. Najua tutaendelea kufanya kazi pamoja na Mr. Frank, na nashukuru waheshimiwa wote wana Mathai, nashukuru hata Karaoke, Comfort Homes, hata naona Rington ni muibaji mkubwa sana. Na alikuja shule yetu kutuibia na akafanya tukaribia Mungu zaidi. Na nashukuru waibaji wote, hata Betty Bayo nyimbo zake zimetulea tukajua Mungu na tukakaribia Mungu. So mimi sitaki kuongea mambo mengi, lakini hivyo tumeongea wana TikTokers, tusione prophet wetu akivinywa tunyamaze, si ndio? Tusimame imara na tusimame na prophet wetu. Kama utasimama na prophet, wacha nione mkono. Asanteni, Mungu awabariki. Niseme mimi nikiwa kijana hivi nasimama kiti ya ubunge ya Rari constituency. Hebu nipigieni makofi bwana. Sisi tumetokea juzi pale tukapigana na finance bill. Tukarudi tunapigana na hii mambo, hata hiyo wanaleta kusema tutafunga mitandao. Tutakubali hiyo maneno? So mimi la mwisho kabisa nitasema hivi. Sisi juu mimi niko kwa chama ya DCP na kiongozi wetu Rigathi Gachagua niliona alituma rambirambi zake kwa Prophet Kanyari. Na niko na uhakika ya kwamba 2027 sisi tunachukua serikali. Na ile kiti alisema anataka kiti ya kuwa ambassador wa all single women. Nikiingia bunge hakikisha hiyo kiti amepata. Na watu hapa Njiru mambo yao iendelee kuwa sawa sawa. Na niambia hawa vijana wadogo majenzi wenzangu nikimaliza, tuendelee kusimama na ukweli.
kweli. Tusikubali nchi yetu ipotelee. Uliona vile Tanzania kumeendelea. Hiyo mambo hatutakubali. Na kama hapa kuna marafiki wa Kasongo, waende wamwambie, mimi kijana shupavu kutoka mlima, sio wapi kumwambia ni one time. Ni one time. Ala tumeambiwa tusiseme siasa ndio tunaomboleza. Lazima niwakumbushe hao wasaliti, hao waongo, hao wezi, hatuwataki waongoze nchi yetu. Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nifungie mkono hivi kama unanipenda. Asante sana. Mungu awabariki. Naomba tu tuketi. Siwezi nikasahau. Mungu akubariki sana. Pia nashukuru Dr. Kanyari Prophet. Mungu akubariki sana. Nakupenda sana. Na ndio nimesema siku ya leo lazima nikuje kuomboleza na wewe kwa sababu nakumbuka wakati nilikuwa pale town kama mwimbaji tukiimba nyimbo pale, tukifuatafuta viwanja tunaiba hapo. Ulikuwa unakuja tuomba nafasi uhubiri, na ulikuwa unahubiri unatujenga na neno, na mwishowe ulikuwa unatuachia kitu, tunapata kitu ya kwenda kukula. Kwa hivyo huyu alianza kusaidiana kitambo. Hiyo ni miaka 20 na imepita. Kwa hivyo Mungu akubariki. Najua unaweza ukasahau, lakini vile nimetaja umekumbuka. Nimekuja tu tuomboleze pamoja na wewe na kanisa, na niwape pole kwa sababu tunajua hiyo ni njia ile sisi wote tutapita, lakini tunajua hii ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, si ndio? Mimi sina mengi, ni kusema tu Mungu awabariki, kwa sababu nikisema nikuongea nitaongea zaidi na sitaki kuongea. Najua wengi tunapatananga pale kwa online, Inoro, Kameme, TikTok, YouTube. Naona kina Castro wako hapa, wako wengi. Naona tuko na marafiki wetu pale KK, tuko na mheshimiwa kijana msafi. Mungu akubariki sana. Tuko na mheshimiwa Baadhi. Mungu awabariki sana kwa kukuja kuomboleza pamoja na project yetu, tunampenda. Mungu awabariki sana na watendee makuu. Asanteni sana. Thank you very much. Our prophet. Naomba tumpigie makofi anapoenda mketi kwa heshima. Thank you, man of God. Haya. Kama wewe ni investor, because nataka tuende kwa investors, alafu nipatie the political class, alafu nipeane my mic kwa waimbaji. If you are an investor, wakati wako ndio huu. Naona kutoka kule kwa Comfort Homes. Investors please, kama kuna mwingine aje hapa na atoe risala zake za rabe. Tumpigie huyu mungwana kutoka kule Comfort Homes. Makofi mazuri. Thank you very much. Mimi Kiswahili ulipiga chenga kidogo, kwa hivyo nikubali nitumie lugha ya Kiingereza. My good names are Richard Kamunge, manager at Comfort Homes, and we are here today. Prophet Kanyari, we are honored to step on this ground. Hatujawahi tena, na ni vizuri nikueleze ya kwamba I'm not coming alone. My MD is on the way coming. Just come and support me. Our MD, anafikiri ni TikToker bado. Sinasema ni TikToker. Karaoke wa together as one. Wangapi wanamjua karaoke wa together as one? Wangapi wanajua karaoke together as one?
Okay, he's on his way coming because we need to support Prophet Kanyari. First of all, I bring my condolences from my family over the loss of Betty Bayo. Betty Bayo was our brand ambassador 2024 and she did some good work. And today we have also taken Reverend Nyawera as our brand ambassador. Just support the work of God. Let's clap hands for Comfort Homes and together as one. So we are honored to be with you today and we are going to walk this journey together until hii kazi ya Betty Bayo ikamilike. I know it's not our will, it's the will of God. Na mapenzi ya Mungu you can never define the will of God. So we are honored and we are happy. Comfort Homes tunazaa mashamba together as one tunapeana loans, na hiyo ndio kazi tunafanya na ndio wenye Mungu ametupea na ndio tunafanya kwa wakati huu. So kwa wale watu ambao wamekuja leo, Mungu awabariki kwa kusimama na Prophet Kanyari na kusimama na wamama, kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo tumepewa hii dunia, ya kwamba ni vizuri you go where people are mourning instead ya kwenda to die in others. So leo tumekuja ili kutimiza ilo andiko. May God bless you, may God take care of you, may God give you the solace and also the comfort. For Sky and Dani, I know you'll be the best dad to them and God is going to lead you all. God bless you and take care of you. Asante. Haya, tupigie makofi mazuri ndugu yetu kutoka kule Comfort Homes. Haya. Sasa we have an apostle who is a Gen Z in the house. Ni vizuri pia kuja tusalimie. He's a man of God, a very brilliant man. Anaitwa Apostle Jackson Mwangi. Tumpigie makofi mazuri ya kuje. Anapokuja hapa kutusalimia. Tumpigie makofi jamani wewe. Endelea kupiga makofi yako wewe. Karibu sana.